كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. Watukufu mashekhe, mjumbe wa baraza la ulama Tanzania taifa BAKWATA, Sheikh Hamid ibn Sheikh Mas'ud Jongo, lakini mwasibu mkuu wa BAKWATA Alhaji Sheikh Mwenda Saidi Mwenda, na mjumbe halmashauri kuu taifa mteule wa mufti, ndugu yangu kaka yangu Sheikh Abdul Rafia ibn Sheikh Jaafari Saqib wa Bwanika, lakini Sheikh na ibn Sheikh Saidi Mnyimaki, lakini pia sharifu wa Waluguru wote, Sharif Kwahiri akija hapa pamoja na ndugu yangu Sheikh Abdallah Lugome kwa kumwakilisha Sheikh wa mkoa. Tunaye pia Khalifa Uthman kutoka kule tarika ya Sheikh Lamia kule Bagamoyo, ametukimbilia mapacha wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa wananiita shemeji huu mwaka wa 10, lakini leo dada yangu ambaye nitaka niwaozeshe kwa mmoja wao amesema hawataki, anamtaka Sheikh Mas'ud Jongo. Kwa Sheikh Mas'ud Jongo, jiandae, najua kuna mvi unakaribia kumpata Sheikh Hamdani alipoenda. Kwa hiyo dada yangu atarithi Noa, tukubaliane kabisa ndio ndoa inapita. Sallu ala Muhammad. Sheikh Jongo ni katika mashekhe wakubwa wawili ambao Sheikh Hamdani alikuwa kwenye historia anasema ni kaka zake, ndugu zake, akimtaja Sheikh Hamid ibn Mas'ud Jongo, na anasema mara nyingi akiwa kwa Sheikh Mahmud Kipengule, Sheikh Jongo alikuwa akija pale kutoa mishkeli kwa Sheikh Mahmud Abdallah Kipengule pale Magomeni, na hata siku ya mazishi Sheikh Mahmud anazikwa, Sheikh kwa historia yake anasema alidelay baada ya kuona watu wengi wanaongoza. Sheikh Jongo akamwambia Hamdani, Hamdani, akamwita ya Hamdani, ya Hamdani. Sheikh biya nida, Hamdani anadi man tad'u biya au aya au haya au ay wa in shi'ta haya wa in takun ma'rifatan mushtahira fala tunawwa, asema wansib wa nawwi ittunadi nakira, wansib wa nawwi ittunadi nakira ka qawlihim ya nahiman da'i shara wa in takun ma'rifatan mushtahira fala tunawwinhu wa dhumma akhira taqulu ya Sa'd wa ya Sa'id wa mithluhu ya ayyuha al-amid. Hayo mambo ya Sheikh Hamdani yamesoma kwa Sheikh Uthman Omar Kiroko Mulahab bin Arabi. Napenda kusoma ili Sheikh Jongo afurahi, asione Sheikh Hamdani kazikwa baadhi ya vitu kaviacha, hata kubadilisha hali ya hewa ya mvua kwa jua, ndio maana kaacha Sheikh Hamdani. Tumsalie Mtume Muhammad. Kwa hiyo akimtaja Sheikh Jongo na Sheikh Ali Muhiddin Mkoyogoli, na hatari kufariki ndani, watu wa kwanza kuwapigia simu nikampigia Sheikh Hamid Jongo, akapokea simu akilia kwa sauti, nikatoa loudspeaker nikampigia Sheikh Ali Mkoyogoli, naye akalia sana. Alafu baadaye nikampigia Sheikh Abdul Rafi, nikampigia Sheikh Mwenda kutoa taarifa za. Kwa hiyo mara nyingi amekuja hapa, nikaona nieleze hili jambo. Hii zawia ya Sheikh Hamdani na zawia yako, na tunaambiwa ikramu sadiqil mayyit yu'tabaru ikraman lahu. Kwa hiyo kama Sheikh Hamdani alikuwa rafiki yako, sisi watazawiani ndio watoto wako, tukiteleza tushike mkono, tukipatia uongozi sawa sawa. Na pia nitambulishe watoto wa Sheikh Hamdani. Sheikh Hamdani alikuwa na wake 4 alipokumwamba, na akasema Abdul Latif, ukitaka uwe shekhe kweli kweli, basi hakikisha una wake 4. Kwa hapa nilipo namtafuta mwanamke mwenye miaka 50 au anajiweza kila kitu niweze kuongeza. Tumswalie Mtume Muhammad. Kwa watoto wa Sheikh Hamdani ndipo nyanyukeni shekhe awaone. Wako zaidi ya 20, wanaume 11, wanawake 9. Yule bwana mdogo mwenye ndevu ile ndevu tu, lakini mdogo wetu
anaitwa Khallad. Yule shekhe ndo kafariki mikononi mwake yule Khallad. Mungu ampa ujasiri ambao sisi wote tulikuwa tunaogopa. Allah akamleta yule tulofanana. Yule anaitwa Umar. Yule mimi ni baba mmoja mama mmoja. Anahitajika mimi, anaenda yule anaenda mimi Abdul Latif. Lakini sasa yule raha hawajui, anasema ya azaida, wanamstukia. Yule pale mnene baada ya Khalifa Abbas ndio anakuja huyo anaitwa Khalifa Juma. Huyo anaingiza mkono mfukoni, ni ishara kwamba ana hela, maskini kweli kweli. Kwa hiyo muombe dua awe na hela. Anaitwa Khalifa Juma, anataka kuwa mtu wa pili mwaka wa 5, lakini hela hana. Kwa hiyo muombe inshallah afanikishe. Huyu bwana mdogo anaitwa Safwani, ndio kasoma mlango wa 4. Sheikh Jongo anamjua, ndio kiliwazo chetu baada ya Khalifa Abbas. Basi tukimuona nafsi zinatulia. Tulisema bwana Mungu ataleta mbadala, kweli ametuletea mbadala. Kwa hiyo tumuombee dua, lakini pia amefaulu form 4 mpaka division 2, anaenda form 5. Kwa hiyo tuna imani inshallah tutamshika mkono kufika mpaka chuo kikuu. Na yule anaitwa Zahor aliyoka mikono nyuma, yule ndio mtoto wa mwisho wa Sheikh Hamdani. Yule kwa mama yetu wako wawili. Yule mara ya mwisho kabla avaanza kuumwa akaniambia nikae naye Makongo. Yule ana tatizo la kucheka cheka hivi. Pale ukimwangalia tu anacheka, shikamwangalia. Huyo kataza, anasaidia. Cheka kidogo. Hapo kashaanza kucheka yule pale. Ndio mziwanda wetu yule. Lakini tunaye Uthman ndio. Mkiwaona wa mashekhe mwasalimie na mwambie bwana mimi mtoto wa Sheikh Hamdani, na kwenye maulidi mwe mnaonekana. Sheikh Hamdani alikuwa mpenzi wa Mtume, kwa na nyinyi mwe wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini bwana anaweka mikono, unaona anajionyesha ni mtambulisho. Yule sio mtoto wa shekhe wala sio nani. Yule mkuu wetu tumempa binti yetu, amemaliza Mzumbe, anafanya kazi kwa yule analelewa na binti yetu. Huyo bwana anaitwa Khalifa Ali. Lakini pia hapo wanafunzi wengi wa Sheikh Hamdani, wanafunzi wengi kweli kweli. Hapa wanakuja wachache, wengine tulikuwa nao usiku, wengine wanapika, wengine wapo. Lakini kaka yao wanafunzi wote ni Khalifa Zaidi. Naomba unyanyuke Khalifa Zaidi. Wewe wanakujua watu wengi wa dhikri, watu watupu, wewe wakujui. Huyu bwana huyu ndio mwanafunzi mkubwa wa Shindo, kaka wanafunzi wote. Lakini anao wenzake Khalifa Saif nyanyuka, Khalifa Jaeka nyanyuka, wengine wako jikoni kule. Khalifa Tamim nyanyuka. Wako wengi katika hao wanafunzi wa Sheikh Hamdani, lakini huyu ndio kaka yao. Kwa hiyo mnaweza mkaka Khalifa ustaye, kwa sababu nataka uwashukuru. Mimi nakutambulisha tu. Kuna kaka yetu anaitwa Mahamudi, amevaa kanzu na miwani. Karibu kushika akuone. Akuvua miwani kwanza. Wanaki hapa mimi ndio kaka sasa hivi. Vua miwani. Kwenye kikao utanilaumu, lakini vua miwani Sheikh akuone. Anamvalia miwani Sheikh Jongo huyu. Kaka yetu anaitwa Mahamudi. Bwana huyu alikuwa ni qari wa Qur'ani kabla ya kufanya biashara. Kwa aliacha Qur'ani na kupata biashara, utamnasiha kwenye Qur'ani.